ule moto ulao ambao haujachochewa mara 7 na wanadamu. Mungu mwenyewe anayemwamini ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa moto ulao na moto fake vipi? Moto original na moto fake vipi? Walimwambia mfalme, sisi kwa habari ya moto hii miili yetu unaionaje? Tutaingia lakini tutatoka kama tulivyo. Biblia inasema hata unywele wa kwao haukuguswa na moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Danieli, mtu wa 6 ni Danieli, tunamalizia Danieli sura ya 6 mstari wa 7 na kuendelea. Unaweza ukasoma mpaka 24. Unaweza ukasoma mstari wa 6 na kuendelea. Danieli kwenye ufalme mwingine sasa, kwenye ufalme wa Dario. Danieli alikuwa na cheo kikubwa sana kuliko wengine, yuko juu ya mawaziri. Akawa anamuomba Mungu. Wale watu wakatafuta namna ya kumdhibiti Danieli, ikashindikana. Wakasema tumtafute kazini. Wakatafuta kazini kumtafutia makosa, wakakuta amekamilika pande zote. Wakasema huyu mtu hatutampata isipokuwa kwa sheria ya Mungu wake. Tuweke sheria, mtu awaye yoyote asiombe. Unaelewa? Asifanyeje? Asiombe kwa Mungu awaye yote ndani ya siku 7. Wakaweka sheria ya Waamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Mfalme akapiga muhuri. Danieli aliposikia ile sheria imeshapigwa muhuri, akafungua madirisha na milango, akawa anaomba mara 3 kwa siku. Bwana Yesu asifiwe. Anamuomba Mungu kwamba liwalo na liwe, lakini siwezi kuacha kuomba. Wakakuta, nafikiri alikuwa anaomba kwa sauti, sidhani kama alikuwa anaomba kwa sauti ya chini, kwa sababu ukifungua madirisha ili sauti itoke, ili wasikie wale maadui. Sikieni kwa jina la Yesu. Yeye mnanijia kwa nini? Na wajia kwa upanga kwa jina la Yesu. Anaendelea kuvunja. Kilichotokea akasema mfalme, jamaa anaendelea kuomba. Wakamkamata. Simba wana njaa ya siku 7. Hawajui Danieli anaye simba wa kabila la Yuda ndani yake. Amina. Sasa hawa wanyama wa kawaida ni mimi hapa. Alipotumbukizwa kule wale simba, mbingu zilikuwa zinajua. Wacha nikwambie ratiba ya maisha yako, ratiba, kalenda. Unaelewa kalenda ya Tanzania ina matukio ya sikukuu na kila kitu kinachoendelea mwaka mzima. Sasa matukio ya kalenda ya maisha ya mwanadamu iko mbinguni. Mungu anajua kwamba leo utakuwa hapa, kesho utakuwa wapi, kesho kutwa utakuwa wapi, mpaka mwisho wa siku yako ya mwisho. Anayejua ni Mungu. Hakuna kiumbe chochote kinachojua hiyo siku, ni Mungu peke yake. Amen. Mungu alijua ile siku jamaa anateremshwa kule, akamtuma malaika, nenda hakikisha unapiga mnyororo hayo makenyo ya simba. Simba zikapigwa cheni za meno. Danieli yuko kule. Mfalme, Biblia inasema hakulala ule usiku. Asubuhi anakuja sema, Danieli anasema, naam. Anasema, nilijua Mungu wako atakuokoa katikati ya simba wenye njaa ya siku 7. Mfalme alichokifanya, akawakamata wale waliotengeneza ule mtego ili Danieli aangamie, akawatumbukiza kule. Biblia inasema kabla hawajafika chini wakishakuwa chakula. Kabla hawajafika chini, hawajatua, yaani ni hapo juu, wameshalaluliwa pande zote. Hivi unaelewa kumtumikia Mungu ilivyo faida? Kumtumikia Mungu ni raha. Amen. Ni faida, ni ushindi. Jitoe kwa Mungu. Muamini Mungu 100%. Hautapungukiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kitu ambacho hujui, hautahitaji kupigana na adui zako, ila Mungu atawashughulikia yeye mwenyewe. Wakikuchimbia shimo, unaliacha hilo shimo, kwa sababu wakikuchimbia shimo utapata taarifa kuna shimo limechimbwa kwa ajili yako. Hautapita pale. Wao ndio watakao dumbukia kule. Au umesahau habari za Hamani pamoja na Mordekai? Mordekai alitengenezewa msalaba atundikwe. Wakaingia kwenye maombi ya siku 3 kavu kumwomba Mungu, akatengua ile sheria. Aliyetundikwa ni nani? Ni Mordekai. Amen. Wewe umetengeneza msalaba, utatundikwa mwenyewe.
Yule aliyekuwa amekusudiwa atatundikwa, Bwana atamnyakua, atampeleka mahali ambapo sio pa kawaida, na ushindi wako unakuja kuwa mkubwa kuliko ule wa mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa mwisho ambao tutasoma watu wa mwisho au mtu wa mwisho wa kusoma ni Martha na Mariamu kwa ndugu yao Lazaro. Tutaishia hapo. Martha na Mariamu kwa ndugu yao Lazaro. Tunaelewa hii habari. Yohana sura ya 11 mstari wa 17 utasoma. Yohana 11 mstari wa 17 utasoma wewe mwenyewe nyumbani. Lakini nilichotamani kukuambia ni kwamba Lazaro alikufa, aliumwa. Martha na Mariamu wakamfuata Yesu, wakamwambia, ndugu yako, rafiki yako Lazaro anaumwa na hali yake ni mbaya. Yesu akawaambia, huo ugonjwa alionao sio wa mauti. Kwa hiyo nendeni, mimi siji. Sio mauti huo ugonjwa. Yesu hakwenda siku ya kwanza, siku ya pili hakwenda. Yule Lazaro akafa. Yesu alisema ugonjwa sio wa mauti. Lazaro akafanyaje? Akafa. Lazaro akazikwa. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, jamaa yuko kaburini. Yesu anajitokeza pale. Martha na Mariamu walipomuona wakamkimbia, wakamwambia, Bwana, ungelikuwepo ndugu yetu asingefariki. Watu wako msibani wanalia. Wayahudi waliokuwa pale wakasema huyu si ndiye aliyewaponya vipofu? Sasa kwa nini asingezuia huyu bwana asife? Kwa nini hajazuia? Mariamu, Yesu anasema, nipelekeni mnionyeshe mahali mlipomweka. Mariamu anasema, Bwana, Martha anasema, ameshaoza sasa, ni siku 4 yuko kaburini, ameshaoza na ananuka. Yesu akamwambia, mimi ndio huo ufufuo. Sasa najua atafufuka siku ya mwisho. Najua siku ya mwisho atafufuka, maana maandiko tunayaelewa, ndivyo yalivyoandikwa, siku ya mwisho atafufuka. Yesu akasema, nipeleke, sikukwambia, si nimekwambia ukiamini utaona utukufu wa Bwana? Si nimekwambia ukiamini utaona utukufu wa Bwana? Maana yake kwa tafsiri nyingine anachomwambia ni kwamba usiangalie muozo. Usiangalie muozo, usiangalie alivyooza, usiangalie hali ya nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe usiangalie hali yako ya nje, hali yako ya kiuchumi, hali yako ya kazi. Jambo unalolihitaji kama hitaji naona ni kubwa sana. Uwanja wa milioni 4 nitanunua saa ngapi? Mshahara wenyewe ni 200,000, kodi ya nyumba na nini, na bakize 50,000. Sasa hivi mpaka nifike yaani hayo ni mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni mawazo yako, ni vitu vya chini hivyo. Alikuwa anawaambia mkiamini, maana yake imani ni kuwa na uhakika wa mambo unayotarajia, ni baada ya mambo yasio. Usiangalie hicho kilichoharibika, kilichooza, ambacho hakina uhai ndani yake. Nitazame mimi ambaye ni ufufuo na uzima. Amen. Ninaweza kubadilisha kitu kilichoharibika kikawa hai tena. Kwa tafsiri nyingine alikuwa anazungumza hivyo. Anamwambia yaliyoshindikana kwa wanadamu kwangu mimi yanawezekana. Look after me, niangalie mimi, nitazame mimi, nitegemee mimi, niamini mimi. Hakuna jambo linaloshindikana kwangu. Yesu anaambia, nipelekeni kwenye hiyo kaburi mahali ilipo, nipelekeni.